Sasa nataka utupeleke house tour ya hii nyumba yako. Hapa tu mahali tuko. Hapa ni unatuongelesha sasa. Unatuambia unaingia halafu unaingia. Hapa ndio ati? Si hapa ndio jikoni. Hapa. Ndio tunapikia. Kulala ni kulala ni huko. Sasa hapa mama, ninalala nyinyi wote Watano. Hebu tupangie sasa watu watano watalala aje? Sasa kama juu hatuna kitanda, kuna mwingine ananisaidia mattress. Sasa tunaweka ingine moja hapa. Ingine hapa mahali ingine iko. Na hii blanketi. Alafu huko mwisho? Huko mwisho tunaweka manguo. Okay. Hii umesema ni nyumba ya pesa ngapi? Ngiri 3 na 800 pamoja na stima. Sawa. Hata mvua ikinyesha, maji inaingianga. Inaingianga? Alafu na wenye wanalala chini sasa watalala wapi? Sasa tunapangusa. Tukipangusa hiyo maji, hata siku nyingine vile mvua ilinyesha. Maji iliingia mingi. Wakaosha. Walilala kitu sasa. Usiku. Wĩ mwega mwĩroreri wa Kate Infinity, ngunyite ugeni muthenya wa umuthi. Twina mugeni witũ wa mwanya muno uria tukite gucerera na aratwira aumite kaunti ya Samburu, na nitugukorwo tukimenya maundu maingi megie Samburu culture, tondu ni njui culture itu ya Gikuyu ni tofauti na yao, na aratwira he hindi athiete kumatha wira na akiona wira kwa muhindi, na riria arutaga wira wake ariguo wira wa nyumba ni akorwo akigĩa na accident na akiumia kuguru, na thutha wa gukorwo akiadmitwo thibitari kwa miaka na miaka, mokire guka kurora ucio wake mwandikite na magikora ni athamire. Kwenda tukorwo tukiaraniria nake atuhe maingi megie Samburu nuria agikorwo na thina wa kuguru, na njitikiria mwiroreri ngakuhoya na gitio kinene muno. Hangikorwo ni rita rĩa kuria mbere gukorwo kirorera Kate Infinity, ukorwo kihinde subscribe button, na riu ni kumunyita ugeni atwire maritwa make kuri umite na mangi maingi. Karibu sana. Ambia majina yako na umetoka wapi? Naitwa Janet Lambirika. Natoka Samburu. Samburu. Na ulisoma hadi kiwango gani? Sikusoma. Nimefika tu class 3. Class 3. Kwa nini haukusoma? Sikuwa na mama. Wangu aligonjeka. Nikakufa. Sasa kana mtu anampeleka msi. Wangu mwanyangu alituashia. Alikuwa anataka niende shule. Alikuwa anataka tu nishunge mbuzi. Hebu nikuulize, mamako alipass lini? Na ukiwa na miaka ngapi? Ulikuwa unajielewa sasa hiyo?
nilikuwa nakumbuka nilikuwa na mwaka 10. Akagonjeka akakufa. Sasa tukakaa na anko. Sasa yeye hakuwa anataka niende shule. Akaniweka nishunge mbuzi, ng'ombe, watoto wake wakienda shule. Sasa mimi sikuenda. Kufika mwaka 12 akaniambia niende niolewe. Sikuwa najua yani maana ya bibi. Kaenda nikaolewa. Boma nilipewa. Uko mnatafutiwa bwana? Hiyo wakati si kama saa hii naelekea 30. Nafikisha 30 Januari. So ulitafutiwa na anko yako bwana? Kaolewa. Sasa sikusoma. Na mlikuwa mmezaliwa ngapi? Tuko 5, wasichana pekee. Sasa mimi ndio wa 3. Sasa wangu alikuwa ameshaolewa kama mwanangu hajakufa. Sisi kwanza na wa pili. Sasa mimi ndio wa 3. Nikuulize, unataka kumaanisha uko kwenu Samburu? I'm sorry to say that. Kama dada zako waliolewa bado wakiwa wachanga, ni kumaanisha wasichana hawako wanapelekwa shule? Au hakusoma. Nyuma yangu ndio wamesoma sasa. Okay. Na ni nini ilibadilika ikakuwa ati hao wenye wako nyuma yako waliweza kusoma? Huyo walienda, hao wengine, hao sister wangu walimshachukua. Kaenda kaingishwa shule. Sasa sisi watatu hatukusoma. Okay, wakati saa ulitafutiwa bwana, hebu tueleze ilifika aje umetoka kwa anko yako ukaenda kwa hii boma yenye umetafutiwa? Yeye aliniambia hii boma walikuja kusema nataka msichana. Sasa yeye akakubali niolewe. Si akanipeana, kaenda kwa hiyo boma. Nilikuwa mdogo sana akanielewa. Ukisema mdogo ni miaka kama ngapi hivi? 12. Haya, sasa wakati wamekuja wakasema wanataka msichana huko, na tuseme wewe ndio umechaguliwa, utapatana na mwenye anakuoa hapo ama utaenda kumjulia uko mbele? Nitaenda kumjulia huko kwao. Hata nilikuwa naenda natoroka na rudi kwetu jisuka. Nataka. Hebu nikuulize, wakati wazee walikuja kwenu, ulienda aje? Hebu tupatie, tuchole hiyo picha. Ulienda aje? Mlienda na wazee ama ulijipeleka ama ulienda aje? Si unaona Samburu ukiolewa, iko sherehe wanafanyanga. Sasa hiyo siku wanakuja na ng'ombe, wanaweka sherehe siku 2. Siku ya 3 unapelekwa sasa. Utapelekwa, hebu tuelezee vizuri, utapelekwa aje? Utabeba manguo ama ni nini inaendelea? Utaenda tu unavalishwa hiyo shanga na hiyo udongo kwa kichwa. Sasa iko tuseme harusi. Sinaonanga harusi anakuanga na mwenye msimamizi na mama. Sasa wako 3. Mwenye na mimi na huyo mwenye anakusimamia na mzee. Okay. Sasa umetoka umeenda kwenye umeoleka. Umepatana na bwana. Maisha mtaianza aje? Hizi maisha magumu, nilikuwa mtoto. Sasa mama yake kabla vile nilipelekwa huko, yeye alinichukua kama mtoto wake. Ni mama mzuri. Nilikuwa mdogo. Akasema hata sitajengewa nyumba mpaka nikuwe mkubwa. Sasa nikakaa kwake mpaka nikafikisha miaka 15. Akasema nijengee nyumba yangu sasa. Na saa hizo wakati unaoleka bwanako ako na miaka kama ngapi? 25. Yeye ako na miaka alikuwa 25. Wakati saa ulijengewa nyumba yako, maisha imebadilika? Ilibadilika hadi nikaanza kuwa sasa mama. Tueleze yako ka safari ya kuwa mama sasa. Kwa ngumu sana.
Gumu na nini? Nikaenda nikakuwa mama, napata mtoto wa kwanza. Sasa hii ako na 14. Msichana wangu. Naita Michael wa 42. Turudi nyuma kidogo. Pale kwa anko wakati alikuwa anakuambia ulishe mbuzi. Nini mwingine alikuwa anakuambia ama nini mwingine alikuwa anakufanyia? Mungu alikuwa mtu mbaya, hata simpendi. Sasa msamehe. Alikuwa mbaya na nini? Bibi yake alikuwa ananitesa. Naamka 5 naenda maji. Mtoto wake alikuwa analala. Mtoto wake alikuwa analala. Mimi nilikuwa naenda kuchota maji. Napita kwa msitu asubuhi. Nikienda maji. Tani Mungu alikuwa ananisaidia nisikuliwe hata na mnyama. Nakuja nachota maji. Nakuja naosha vyombo ndio niende nichunge mbuzi. Bibi yake alikuwa ananipiga. Sitaki hata kukumbuka. Na saa hizo anakupigia nini? Ananiambia nachelewa kwenda maji. Nakaa sana kwa mto. Na maji kwa tunachota maji ni ile kitu ya kufanya hivi. Sasa iko na line. Sasa kitambo uteremke na kwetu unapitia karibu na mtu. Ndio nini inakaa hivi. Sasa hizi ni msitu kidogo. Sasa njia inapita katikati ndio itokezee kwa njia kwa barabara na huko. Unateremka unaenda kwa hiyo nini inaitwa mkuburuti. Napata line mingi. Nakaa nakuja saa 2. Ananichapa. Ananiambia nachelewa. Sijakamua mbuzi. Taenda saa ngapi kuchunga na sijakamua sijaosha vyombo. Namwambia line ilikuwa mingi kubwa. Ananiambia hata kujua nataka ukienda huko unaharakisha na anabeba mtungi 3 20 liters. Nitabeba aje mitungi 3? Nabeba mtungi 3 nichotelee nikijaa ingine nabebia ingine. Hiyo mwana kwa mtu mbaya. Hata namwambianga Mungu usinipee hiyo roho. Usipee watoto wangu wateseke. Hata kama sina kitu. Naomba tu Mungu anibariki hata wasome wasipitie maisha nilipitia. Nipitia maisha magumu mpaka nilikuwa nataka nikufe. Iko moto hapa tulikuwa tunahakisha ya zile mbolea ya ng'ombe. Nilikuwa nataka kujiingisha hata nikufe niache kupitia hiyo maisha. Mimi nilipitia maisha kuanzia nilikuwa mtoto mpaka saa hii. Kipitia hata nakulisanga Mungu tutaita kwa hii maisha. Unaona tu vile nilipitia nilikuwa mtoto mpaka saa hii napitia tu. Na nikuulize, wakati huo anti yako alikuwa anakutesa, ulikuwa unaambia anko yako? Simwambii juu pia yako anataka nimsikize. Anasema mimi nadanganya. Ni mbaya sana.
Hata juzi nilisikia ameumia, kaambia Mungu, labda ni hiyo tu mateso nilipitia. Nikikaanga hapa nikiomba Mungu, namwambia tu niye ndio alifanya Yusuf kuenda shule. Juu mamangu alimwambia msomeshe watoto wangu wasipitie maisha. Juu mamangu aligonjeka sana. Kwanza vile alikufa hakuwa anataka wamsikie kwa baba yangu. Akampeleka hakuwa msika hapo kwa baba yetu. Walimsika mbali. Kwa nini? Yangu alikuwa mtu mbaya sana. Juu alikuwa anataka mali zetu. Mamangu alikufa, tuko na ng'ombe mingi. Sasa yeye alikuwa hakuwa anataka kugawia wanawake wetu. Mtu mbaya. Yeye ndio alikuwa anataka atawale kwa hiyo boma. Shamba yetu alishauza. Sasa hizi hatuna shamba. Nikienda hata ushago, siendi huko. Sikumbuki kama nilikuwa na road. Tulikaa hapa sana. Tangu niumie sijaenda ushago. Kuanzia 2015 mpaka sasa. Nasikia sitamani kurudi. Nikienda huko naona kama ni wao ndio walifanya nikaumia. Nifikiria vitu vingi. Wakati tulikuwa unatuambia wakati ulianza ndoa na umeweza kujengewa nyumba yako, maisha ilikuwaje? Vile nilitoka, kwanza mimi vile nilienda huko nikaona maisha ya huko na huko. Kasema heri huko. Kwenye umeoleka? Huko nilikuwa naishi maisha ya sumuko. Ukisema ni nzuri na nini? Jaribu tu kutuelezea. Ni mzuri juu huko mahali kwetu nilikuwa nateseka. Hakuna siku naamka kama niko na furaha. Nilikuwa na huzuni kila siku. Mpaka nafikiria mamangu kwa nini nilikuwa ukatuacha. Ile shida nilikuwa napitia hata kukula ni shida. Hata nilikuwa na mateso. Na sasa huku kwenye umeoleka, mateso itapungua, utaweza kupata chakula pia. Huko hiyo mama shosho amezaa baba yao ilikuwa mzuri. Nikasema heri huko nilienda huko maisha ikabadilika kidogo. Nilipokuwa naniona sikuanza na viatu. Nilikuwa natembea tu. Lakini hakika nilimlindia sisi kakuwa mingi. Lakini yeye hakuwa ananijali. Hebu jaribu kutueleza maisha ya huko Samburu, kwa sababu saa hii huko Nairobi. Tofauti ya Samburu na huko ni gani? Ni tofauti juu. Hata huko sioni ati huko ushago iko na maisha mzuri. Kama una ni maisha ngumu. Hata kama hapa sasa. Kama una ni maisha ngumu. Aina hiyo tofauti. Na ilifika wapi sasa ndio ukatoka Samburu ukakuja huko Nairobi? Sasa baba mzee ndiye alikuta simu. Tukasema nikuje huko. Kukuja huko tukakaa, alikuwa na kazi. Tukakuja huko tukakaa kidogo. Karibu miezi 3. Nilikuwa na msichana wa kwanza alikuwa na miaka 2. Na huyu mwingine mwenye ananifuata ako na miezi 6. Sasa tukakaa miezi 2 sikuenda kazi. Sasa alikuwa na kazi. Kazi yake ikakuja kuisha. Sasa hapa jirani akanitafutia kazi. Akaniambia sasa usiku unakaa twende hata nikuoneshe kazi. Hata tukifua na wewe nikilipwa hiyo pesa na kugawia. Tukaenda na yeye kwa hiyo kazi yake. Sasa akaniulizia hapo jirani. Baada anafanya yeye akaniulizia. Akaniambia akanitafutia kwa Muhindi. Naye alikuwa anafanya Waoria.
akaanza kufanya hapo, sikuwa anajua kazi. Tuseme hao wadosi tofauti na za zingine ya nyumba. Ananiambia nioshe huko ukuta, nioshe makioo, mpaka akikuja anashika hivi kuangalia. Nikafanya mwezi wa kwanza, ilikuwa mwezi wa tatu, nikafanya mwezi wa tatu, wa nne, hii mwezi wa tano nikakuja kuumia. Kabla tufike hapo kwa kuumia, kuna kazi ingine yote uliwahi fanya mani hiyo tu kwa huko kwa Mungu? Hiyo ndio ya kwanza tu nilifanya. Nilikuja Nairobi, hiyo tu. Na maisha huko ilikuwa aje? Apart from kufanya kazi ya kufua, kuosha, kazi gani ingine ulikuwa unafanya? Kazi kibarua. Kwa hiyo boma, hakuna kazi ingine ulikuwa unafanya? Nilikuwa nafua, naosha nyumba, kumopa, tena napiga pasi na kuosha vyombo. Hiyo tu. Auko unawapikia? Sikuwa najua kupika. Na sasa wakati mulisikizana ulikuwa unalipwa pesa kama ngapi? 2,400. Mimi sijaifanya kazi na wewe kama Pesa mingi. kazi nilifanya mwezi mbili, nikakuja kumwambia hii pesa ni kidogo. Juu mimi nilikuwa nyingi na nilikuwa nalipa nyumba, mzee hakuwa na kazi. Sasa nikipata hiyo 2,000, nilipa 2,000 nyumba, ashindwa hapo nitalipia hadi shule, juu watu walikuwa wanasoma hapa. Mwingine alikuwa analipa 2,000 na wengine namlipia 50. Sasa nilikuwa hizo 2,000 napea ticha 2,000, napea tena huyo mwingine 500, mpaka na hiyo 500. Stima sijaipa stima. Maisha Na sasa umetuambia ulitoka Samburu ukuje juu bwanako alikuwa huko Nairobi. Alikuwa anafanya kazi gani? alikuwa anafanya kazi ya soja tu. Sasa kakaa karibu miezi 3 bila kupata kazi. Sasa mimi ndio nilikuwa nafanya hiyo kazi tu, nalipa nyumba. Sasa vile nilikuwa hiyo kazi, nikafanya mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5 nikakuja kuumia. Utaumia aje? Nikaumia kwa hiyo kazi. Nilikuwa na movu nikaanguka. Kuanguka sikusikia hiyo siku, nilisikia kesho. Mguu ukaanza kufura na hapa chini, sikanyangi chini. Nikamwambia huyu niende, na kama nimeumia. Akaniuliza, si uende usiku. Nikamwambia sina pesa. Akaniambia ukifika Mbagathi unipigie simu, nikutumie pesa uende uangalie. Hakutuma. Ni sister yangu ndio tumempigia simu. Kwanza nikapeleka hapa Senti. Nikaenda au madaktari wakasema hii mguu umeumia, enda upige picha. Sasa sister yangu tukampigia simu, akanitumia 1,500. Tukaenda Mbagathi, tukapiga picha. Hao madaktari huko akaona, akaniambia mguu imeumia. Hiyo kazi ilikuwa ni mwezi wa 5. Akaniandikia barua, nikamwambia niende Kenyatta. Kesho tukaenda huko. Sikufikiria kama nawekewa chuma. Wakati ilikuwa mwezi wa 5, 2015. Nilipeleka huko barua, nikaambiwa kimlazo. Akaniitisha pesa ya chuma. Nilikaa huko mwaka. Sikuwa na pesa ya chuma. Nikakaa huko, mzee akachanga pesa. Akaenda huko Ushago, akachanga pesa haikutosha. Tukanunua chuma ya 1,100. Nikaekewa. Niliwekewa hiyo chuma.
tena nikakosa pesa ya kutoka. Nilienda mwezi wa 5 nikamaliza mwaka nikatoka mwezi wa 2. Sikupata pesa ya kutoka. Nikasaidiwa na shosho wangu. Akatuambia tutoe pesa nusu na sisi nusu. Tukamwambia hatuna pesa. Si nikakaa hapo mwaka. Nikakaa. Nikatoka mwezi wa 2. Toka hiyo chuma kaniletea shida. Ulitoka aje Mose? Shosho wako wa Kenyatta walinisaidia nikatoka. Walikuondolea hiyo bili yote? Kama si wao ningekaa tu bado. Nimetupa na pesa. Kutoka huko nikuja kwa nyumba. Hiyo kama nilikuwa na mtoto mdogo kijana. Ulikuwa na watoto wangapi saa hizo? Watoto 3. Huyo kijana alikuwa mdogo. Alikuwa hata hakufikisha miaka 2. Nikamwacha hiyo mwaka nikamaliza Kenyatta. Katoka mwezi wa 2. Kukaa tena nikamaliza mwaka 2. Sikupata pesa ya kurudi Kilina. Ndio niangaliliwe. Sikupata. Nilikaa bila hata ni kitu nilifanya. Nikaanza kunywa. Sikuwa naenda Kilina. Hata pesa nilikuwa nakosa pesa ya kurudi. Sasa nikakaa tena nikaanza kusikia tena kiniuma. Tukaenda tu Mbagati, huko Mbagati ni gereza. Ile wakati nikapiga picha. Kupiga picha nikaambiwa tena juma imesonga. Nimekula nyama nimepata mfupa. Tena nikaambiwa nirudi huko Kubuku. Sikuwa na pesa. Tukamaliza mwaka 2. Nikitembea tu. Sasa nikabidi nikaamka kuchanga hata na kitabu. Tembea kwa njia. Nilichangisha. Nikachangisha. Nilikuwa na rafiki yangu mwingine. Nikachangisha na yeye kutosha. Nika MCA. Kaenda kwa MCA na mapepa ya usiku. Akaniambia atanilipia nusu, nitafute nusu. Niende nitolewe chuma niwekewe tena ingine. Nilikuwa nashinda hata kwa MCA. Kwa nini? Naitwa MP. Sasa huko tunakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Natoka 6. Saa ingine anapita tu mwingine. Kajiuliza Mungu kwa nini napitia hivi? Rudi nienda kutafuta msaada. Njia ni kukanda. Nikapata tena huko kwa Yesu. Akaniambia nitafute nishe. Atanilipia 1,500. Sasa nikarudi tena. Basi tukanunua chuma. Nikaekewa. Ilikuwa ya pesa ngapi? Ilikuwa ya 250. Sana akanipea mashare. MCA akatolea pesa nusu ya chuma. Huko kwetu tena tukachanga tukatosha. Nikawekewa. Hata mtu alikuja kunienda usiku. Ile hata nasikia tu niko usiku. Hakuna. Hawa sister zako? Sister yangu alijitolea akakuja. Hata kwa kuna mzee wako hata na watu wako na pesa. Wakuja kulia. Mwingine ako jeshi. Hata akisikia. Hata juzi nilikuwa usiku nikalala. Mwezi mmoja. Sasa hiyo mzee anajua? Alikuwa anang'ang'ana tu lakini alikuwa na pesa. Pia huko kwa mama yake kuna shida. Amelala saa hizi hana pesa. Anataka kufanyiwa operation ya uzazi. Hakuna pesa. Na sasa nikuulize mama, ukisema umelazwa hospitali, nyumbani utaacha watoto nani? Nilikuwa naacha tu jirani.
lakini saa ingine hakuna chakula, waendi shule, wanakaa. Vile niliona tu hiyo mwezi imeisha, vile tulibomolewa pale, hii kitu ilinishangaza, nakaa kama sijielewi. Tunaona hata vitu zote zilipotea, hata uniform ya watoto, kila kitu kaenda hapa baba. Sasa nikachanganyikiwa, nikapata stress mingi, nikapata nikomisi, nikaa huko mwezi alikuwa tu fresh, sijui hakuna mtu alikuja na sikuwa na mtu leo tu watu shosho wako wa Bagoti nikaa huko mwezi na nusu. Nikuulize aje, unasema kulibomolewa. Nyinyi mlikuwa mmejenga ama mlikuwa mmekodisha? Hapana, tulikuwa tunakondisha tu. Sasa vile makijiji inabomolewa saa hii, tukapata sisi tuko karibu na mto, tukabomolewa, tuko karibu na mto. Hiyo wakati wewe ulikuwa Nisipokuwa, nilikuwa usiku. Sasa huyu msichana mkubwa kwa mtu alikuwa anashinda atakuwa nini, akisongesha vitu wezi vijana wanaiba. Kama tulikuwa na vitu kwa nyumba, mtanda na kiti na nguo, zikaenda zote zikapotea. Sasa jana msichana wangu ananiuliza, watu tu wakikuja kuuliza nyumba useme tu hii ni vaka, hakuna kitu. Hata hii jana ndio tumeingia hapa, nilikuwa tunaishi kwa wenyewe. Bado tuko Marigweni. Tulihamia hapa sasa. Nikaa hapo kwa wenyewe, sina pesa ya kukodisha. Sasa mama mwingine jirani hapo kwa amegusa na Mungu. Yeye alijitolea akanilipia. Akaniambia ukikaa kwako huwezi kosa hata mtu rafiki yako anakuja kutembelea. Ukikaa kwa wenyewe mtu hawezi jua shida yako uko nayo. Yeye alikuja akatoa 3,000 na akanilipia hapa Na hii nyumba mnalipa pesa kama ngapi kila mwezi? na stima 3,000 na 800 pamoja na stima. Na mzee ako wapi? Mzee tunalisikia mama yake ni mgonjwa, vile tulibomolewa akaenda ushauri. Mama yake ni mgonjwa sana, alikuwa anamuita, nikamwambia tu enda sasa, sisi tukae pamoja, sitatoa watoto shule, enda tu sasa tukae tu, Mungu tu siku moja atakuja kutuangalia. Na nikuulize, wakati nyumba zilipobomolewa, unasema ni mtoto mkubwa alikuwa Walikuwa walilala wapi usiku? si unaona huyu mama huyu mlikuja na yeye, walienda kunywa maji sana. Yeye hata hiyo siku alikuwa anaambia watu tuchange, hata wanalipia nyumba. Watoto wangu walienda hapo mahali anaishi, naona anaishi kwa gunia. Yeye ndio alimchukua kaenda Na nikuulize, naweza taka kujua watoto wako wanasomea shule gani? anasoma senti ako form 2 na mwingine wanasoma tu senti, wote watatu wako wanne, mmoja ako form 2, mwingine ako 7 Juni, na mwingine ako class 7 na huyu sasa ako PP2 sana. Huyu sasa kuna watano. Na bwana anatuma usaidizi ama Hakuna, ndio anasema ataenda kazi, hakuna kazi. na mko pamoja bado? Lakini unajua amekaa sana tangu tubomolewe karibu mwaka,
Na kuwasiliana kwa simu. Wengine watoto tu wanataka kuongelesha. Anasemanga nini? Anatuulizanga tu maisha aje. Anamwambia tunaishi maisha ngumu. Hatuna chakula. Nangojea tu mtu kama tulikuwa tunaishi upate huyo mama alikuwa anafunga mlango, tunakaa kwenye anasema hivi mtu anaangalia sana hiyo wanaenda huko hiyo wanakula watu wanakuja tu wanarudi kama tu kutembelea huyu mama pia yeye tunaenda tunakaa hapo kitu anakaa Na mbona usifikirie kurudi ushago, sababu huku maisha imekuwa ngumu, kurudi ushago msaidiane na mzee. Sasa nilikuwa naona sasa nikirudi huko mtoto wangu atasoma kweli, atasoma Kwa kuna shule hiko, lakini mimi naona tu ili hata kama tunaishi maisha ngumu ile tu wakamaliza shule. Mimi ndio napenda watoto wangu wasome bila sasa. Hata wewe mkubwa namwambia usome usipige kupitia shida moja. Unaona kama mzee anaweza wauza sasa, kama venye wewe sasa ulilazimishwa kuoa wakirudi ushago. Hata kuende huko hata kama walikataa siku hizi wanakataa, si kama shule sisi tulikuwa. Mzee ashawahi wauliza kama wanataka kuolewa? Hata yeye anataka wasome, lakini uwezo ndio hana. Na fees ya shule huwa mnalipa pesa ngapi? Tunalipa huko 15,000. Sasa ingine naenda tukaongea na mama ticha, niko na deni mingi. Hata alikaa bila kwenda shule, alienda leo. Nilienda huko nikamwongelesha, nikamwambia tu acha kusoma, nitakuja tu nikipata tu kitu nitalipa. Hiyo 15,000 ni ya huyu mkubwa ama wote? Mkubwa. Anasomea shule gani? St. Mark. Ako secondary? Hata wale ya kusaidia. Hata huko mkabili. Huyu ya kusaidia huko mwingine. Mwingine anafuata huko mwingine. Dunia ni nini wanapewa ndio walipe hiyo pesa? Juu nikifikiria it's a public school, si ndio? Ni shule ya serikali. Ni nini wanalipa ndio pesa ikuwe mingi? Ni pesa ya teacher. Pesa ya teacher. Ya kufanyia nini? Tuseme tisho. Kiwa 5 kwa mwezi. Na chakula wanapewa huko kwa shule? Wanakulanga pesa ya chakula na ya ticha. Sasa maana kila mwezi unalipa 500 ya ticha. Huyo mwingine analipa 400. Tangu unaona hiyo pesa nimesaa, si ati mwezi kidogo imekaa. Ni kurudisha nyuma, ulituambia ulianguka kwa nyumba ya Muhindi. Alikusaidia na njia gani? Hakuna. Vile alinidanganya nikifika huko nimpige simu, kumpigia ashiki, anasema mbali. Sasa kabidi sisi yangu wakakuja huko, ananiambia nimepeleke. Nikawapeleka huko, hayuko. Sijui waliona siku gani. Tena simu yao ingi. Tukaacha. Ungependa Wakenya wakusaidiaje? Nataka tu mwenye tu ananiona Mungu awaguse. Hebu angalia huko. Mungu awaguse tu. Waone tu shida napitia. Hata kulipa nyumba ni shida.
pesa ya shule, hata clinic siendi, sina. Na kadi unakuwa na kadi ya NHIF? Kadi ya NHIF hata sikumbuki kweli, kama vitu vile zilibomolewa, vitu ilipotea, sijui hata vitu zingine ziko wapi. But kadi ulikuwa ushachukua? Nilikuwa niko nayo, lakini ilikuwa imekaa sana bila kulipia. Na hiyo shida ya mguu iko sawa ama inaendeleaje? Si sawa juu nimekaa bila kuenda kliniki. Niko na shida mingi, hata kulipa nyumba ni shida. Hata kukula ni shida. Napitia maisha ngumu, hata najiuliza kwa nini nilitoka dunia. Lakini nashukuru Mungu. Na kwa sasa unafanyanga kazi gani ama unategemea watu ndio upate chakula? Nategemea tu mwenye Mungu anamgusa tu analetea. Hata sasa hivi vile walienda shule, waliamka tu wakaenda. Sipata na kitu. Niko na mtoto mdogo, sina kitu hata kama sina. Tegemea tu mwenye Mungu anamleta tu. Na hii kijiji yenu juu ni kijiji kwa na watu wengi, wao wanasaidiana? Si sana, si watu wengi, tuseme rafiki tu. Hata saona tu ile shida uko nayo, apike, akuite na watoto, unaenda. Kwa saa hii unaweza fanya kazi gani? Sasa fanya kazi. Sema nikipata tu mahali niuzie tu biashara. Sasa kaa niuze. Biashara kama gani? Tuseme fungue tu kaduka, hata kama ni nyanya, vitunguu, hizo vitu tu. Sawa sawa. Unaweza patiana namba yako ya simu ili mtu mwenye anaweza taka kukusaidia ama pia kukuongelesha, pia maombi anaweza kuongelesha na hiyo namba. Unaweza wapatia. Ndio nikupenda. Nipe hiyo line. Sasa chukua kunisaidia. Iko wapi? Wapi? Uko na simu? Niko na simu lakini nasaidia mtu. Hauna Sasa hiyo kupea namba? namba. Sawa. Yes, morali twathirie mukaitĩrwo namba makĩigua nĩarakĩheanire thimũ, ateithĩtie mũrata na thimũ, nĩokaga atwĩre ateithirie mũrata na thimũ nĩkĩ we agakorwo atarĩ thimũ. Nĩwakĩigua mathĩna marĩa arakĩgerera Kate? Ndume na mathĩna nĩ kwarianga matara. Ngwĩciria ti kwaria mataragia, nĩ ithuĩ tũtakoretwo tũkĩmacaria. Ngwĩciria nĩ ithuĩ tũtakoretwo tũkĩmacaria. Nĩkĩo ndĩrakũririkania angĩkorwo wĩna rũgano o ruothe ũngĩenda gũshare na ithuĩ, korwo ũgĩtwarĩria na namba ĩyo nĩ hau thĩ wa screen yaku. Kate ndioi kana tuthomere wewe. Ndigũthoma, nataka wewe utusomee namba. Hujui kusoma? Soma tu, anza tu zile utashindwa nitakusaidia. Ni ngumu sana. Hii ni 0794574828. 0794
574-828. Marĩtwa nĩ Janet Lempirikani, si ndio? Janet Lempirikani. Hiyo niyo namba ya thimũ ya Janet, na nĩ mweyonera ndoĩ gũthoma. O ta ũrĩa gũtwĩrĩte ndathomire koguo. Wewe no akĩigua na mũthomi nake no arakĩrĩa magego. Lempirikani ũrĩ waigua rĩtwa rĩa Gĩsamburu. yangu ni Kikuyu Ala, kutoka wapi? Nyeri. Sijui ukae ko. Akaoleka na Msamburu. Ushaienda saidi ya mama sasa? Ushaienda huko? Vile shosha alikuwa sikuenda. Na Kikuyu unajua? Nasikianga tu. Nĩ Lempirikani wadua tiga kũnjambithia nĩ rĩtwa rĩritũhĩte tũtimenyerete tũĩ a Wairimũ na Wanjikũ. Mungu anaitwa Jambi. Jambi. Okay. Jambi nani? Wanjiru. Unaweza taka kurudiana na wa sasa watu wa Nyeri sasa mahali Mathe alikuwa ametoka? Hebu aongeleshe pale maybe. Jina yake alikuwa anaitwa majina yote kamili. Nilikuwa najua Njeri. Chiro. Tango yangu anaitwa John Mwangi. Na sister ya mamangu anaitwa Wambo. Ukisema hivyo hawatajulikana kwa sababu huku kwetu hiyo ni majina common sana. Maybe kama unajua jina ya tatu unaweza peana majina kama tatu hivi walikuwa wametoka kijiji fulani huko Nyeri. Najua mahali alikuwa anaishi Udhaya. Kijiji. Kijiji yenyewe sikumbuki. Sasa ile ilikuwa mdogo. Na mankos wa saidi ya mamako unaongeanga na wao ama? Niliongeanga na yeye. Ile nilikuwa usi. Akatuma ngiri moja. Akaniambia nipea watoto chakula. So ni watu mnajuana. Okay. Yeye ni mtamuri. Mbariki. Sikari nilipata watoto wangu wako kitu. Kila Mungu amenigusa. Lakini zaidi ya huko wangu yangu sitamjua. Kile nitesa. Niulize ni swali personal sana. Uko na uhusiano wewe na Mungu? Naweza kuambia usiseme huwezi msamehe, ni sawa. Mungu najua atakusaidia siku moja na utaweza kuachilia. Pengine hakujua kile alikuwa anafanya. Alifanya vitu na ujinga wake. Watoto wake alisoma. Lakini sikusoma. Alimtesa sana. Mtoto wake sasa yuko college. Nilikuwa tunastoshana. Hata mimi najiuliza ningekuwa nasoma kama mimi. Sasa tusipata nini. Nimefikia huyo mtoto lakini alimtesa. Sikusoma. Ndio maana naambianga hata watoto wangu kama hakuna kitu mwanamke tu aende shule. Hakika Mungu amewagusa hata wanaamka tu wanaenda. Sasa huyu mdogo ananiambia siku moja nitakuja kubeba na ndege. Umenijaga maũndũ makuga. Lakini kuna kitu nitakwambia maana. Unaona vile unatamani watoto wako wakienda shule usibadilishe. Nasikia? Wacha wang'ang'ane. Najua leo utakosa chakula, mtakosa maji, mtakosa chai. But hiyo kidogo hiyo yenye pengine mtu anaweza dharau nitakuja kusaidia. Sawa? Kitu ya maana ni kuombea watoto wako na kuwashauri. Nasikia? Juu I understand maisha, the environment si mzuri sana yenye mnaishi. But ukiwashauri hawatapotea na hawatakuja kukudisappoint juu wanajua mahali
mahali mmetoka, sawa? Waongeleshe kama kuna wasichana unawaambia hii mambo ya wanaume, michezo, unawaambia mwishowe nini inakujanga, si ndio? Na najua hawatakosa pesa ya kuweza kusonga hadi wamalize, hadi mahali wao wenyewe watataka. Na wewe unawa encourage wazidi kufanya nini? Kusoma. Sawa. Ulize aje tukimalizia shule ya watoto wako wenga wana perform aje? Anajenga namba vizuri. Sasa huyo mwingine mkubwa ndio alianguka kidogo, nilikuwa na OC. Sasa alikuwa anafikiria vitu mingi, ananiambia mtihani ukikuja anafikiria sana. Ndio alikuwa anauliza tumeacha watoto wadogo hana kitu. Sasa anasema kwa mtihani hakuwa anaelewa ni nini, juu stress ilikuwa huko tena iko huko mahali huko. Hata fikiri baba yake na anafikiria tu. Anakuja kama namba ngapi? Huyo mkubwa mwingine alikuwa 15 na huyo mwingine alikuwa unajua ni ya junior, lakini wako tu sana tanga vizuri. Na mwenye anarudi nyuma sana. Na ni watoto wanapenda kusoma. Wanapenda kusoma sana. Kwanza huyo wa kwanza alikuwa anataka boarding. Alikuwa amekuja 259. Sasa alikuwa anataka boarding. Sasa alikuwa hata hiyo day alienda hapo anataka. Nikamwambia tu aenda usiku ana pesa. Nikamwambia ningekuwa na pesa ningekupeleka. Hata juzi alikuwa anasema mimi nikipita saa hii mimi ya form 3 mimi naenda boarding. Nikamwambia nani sasa atakupeleka. Kasema wale walisoma na yeye ako boarding. Mimi tu nashinda kwa hii njia peke yangu. Nikamwambia wewe soma, usiangalie ati boarding ama nini. Soma. Alikuwa anafurahia akienda boarding. Lakini maisha tu, lakini siku moja kwa imani atakuja tu kuenda hata kama ni form 4. Nimeshukuru sana juu umekubali kuja kuongea na sisi na kuongea yale mambo yenye unapitia, na natumai mtu pale mwenye anatuangalia anaweza jitolea na akue akiwasaidia. Sasa unaona sasa hata tunalala tu chini. Hakuna mahali ya kitanda silipotea. Hata kiti hakuna, tunalala tu chini. Hata nilikuwa nauliza labda baridi ndio imeingia mtoto. Hiyo ile baridi iko hapa. Mtoto wako ako kadogo kako na miaka ngapi? Yeye mdogo, miezi 6. Okay. Sasa. Okay, nimeshukuru sana. Yes, mimi naweza waomba uko na mattress yenye hautumiangi, tafadhali saidia huyu mama na hiyo mattress. Acha kuiweka chini ya bed ama acha kuihang kwa ukuta. Ilete huyu mama ama umwambie kujie mahali huko, atajileta na atashukuru sana. Mimi nikimalizia, naitwa Wandua Mwangi, na kama hauja subscribe kindly finya hiyo kitu subscribe mpaka tufike 100k. Naitwa Kate Infinity. Asanteni sana kwa kutazama video yetu. At the same time nawaomba road to 50,000 subscribers, kindly subscribe. Na pia kama uko na uwezo anything msaidie watu wenye tumekuwa tukileta stories za tikwega andũ aitũ no tũteithanirie. Aiko wina nguo tafadhali no tutaithagia na nguo. Aiko wĩ mũndũ wa biacara, aiko wĩna mbele yako ya nguo cia ciana, aiko wĩ mũndũ wa biacara, nĩgũcokera rĩngĩ, aiko wĩ mũndũ wa biacara no tutaithagia na mbele yako. Nĩgetha rĩngĩ tũgĩthiĩ gũcera family ta ici, wana tũrĩ tũrona tũgakoragwo tũkĩmatigĩra nguo cigana, tugakorwo tũgĩcigayania, tukauga mũthĩ tũrahea 2,
ũrĩa ĩmwe na ũrĩa ĩmwe. Na tũmaka weka ũguo ĩ, Ngai nĩagũkorwo agĩkũrathima na biacara yaku gũtirĩ hĩndĩ ĩkagwa. Nginya hĩndĩ ĩyo ũngĩmũroreri, tũĩrĩgane.